على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kuzitaka ziada na rehema zimwendee Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ama kwa hakika tupo katika siku tukufu, siku adhim, siku ya Yaumul Ithnain, siku ya Jumatatu, siku ambayo ndio amezaliwa profesa wa umma huu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ama watukufu wa Islam, tupo katika mwezi wa Safar, mwezi wa pili wa Kiislamu ambao una matukufu yake yameelezwa kwenye Qur'ani. Kifupi ni kusema alhamdulillah kwa kuwezeshwa sisi wachache miongoni mwa wengi kuhudhuria katika siku hii. Mada yetu ya leo tutaeleza nini umuhimu wa kuwatendea wema wazazi wawili na nini makusudio ya Mwenyezi Mungu kutuamuru tufanye wema kwa wazazi wetu wawili, kama alivyosema katika Qur'an, baada billahi minashaitani rajim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Ani maneno yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na bado akaeleza wa wasaina al-insan biwalidayhi ihsanan, tumemwagiza mwanadamu awatendee wema wazazi wake. Kwa hiyo haya yote majambo ambayo tutayaona, na wazazi wawili wana umuhimu gani kwetu sisi. Ndio mwanazuoni mmoja akatueleza katika kitabu chake, baadhi ya vitabu vyake, hawa wazazi wawili hawa akisema kwamba walidaka huma sababu fi wujudika, wazazi wako ndiye sababu ya kupatikana kwako wewe. Kwa maana kumbe sisi wote tufahamu kwamba kilichopelekea sisi mpaka kupatikana ni wazazi wawili. Lipi wamelifanya kwetu sisi? Walidaka huma sababu fi wujudika. Mwanazuoni huyu kazungumza maneno haya, walaula huma lama kunta mawjuda, lau kama si wao wazazi wawili basi wewe usingeitwa mtu, basi wewe usingepatikana. Kwa maana wazazi wawili ndio wametufanyia mambo mazuri mpaka sisi leo tunaonekana tu ni watu, lakini yote haya ni wazazi wawili. Ukitaka kujua hili basi mtizame mtoto aliyezaliwa leo au jana au hata akiwa na mwezi, hali aliyokuwa nayo yeye basi ndio hiyo hiyo ambayo hata wewe ulikuwa nayo, lakini nani alifanya kazi hiyo mpaka ukafikia kipindi hicho? Basi ni wazazi wawili. Kwa hiyo ufahamu hilo Muislamu, kwamba laula huma lama kunta mawjuda, kwamba kama si wao basi wewe usingekuwa ni mwenye kupatikana. Kwa hiyo waqad taiba ta'ban kathira, kwa hakika wazazi wawili wamepata tabu sana, tabu nyingi mno, fi tarbiyatika, katika kukulea wewe. Hawa wote wamepata kazi sana kwenye kukulea. Ukiangalia tabu za mtoto, usiku unanyanyuka, unalia, huwezi kuzungumza, unasumbuliwa na kitu gani, unaumwa na nini, huwezi kusema, lakini basi mzazi halali kwa ajili yako. Na wapo leo watu wanazungumza kuwatukana wazazi wao, wanasema mabaya kuwatukana wazazi wao, wanazungumzia vibaya kwa kusikiliza tu maneno kwamba fulani bwana, fulani bwana. Angalia kazi alizozifanya mama. Mwanazuoni huyu anatueleza kwamba fa ummuka
hamalatka fi batnik 9 ashhuri, mama yako amekubeba tumboni ni miezi 9. Ukiwa upo tumboni unakwenda huku, anakwenda huku, anakwenda huku, anakubeba tu. Yeye anakwenda kila sehemu, lakini lengo ni wewe kukulea usiharibike, ni wewe kukulea. Bado tu si hapo, siku ya kukuzaa pia ilipatikana taabu kubwa sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kazungumza katika Qur'ani, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Ameshahukumu Mola wako, ameshasema Mola wako kwamba asiabudiwe yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu baada ya hapo akasema wa bil walidaini ihsana? Kwa hiyo ubora uliopo hapa ni kwamba angalia, Mungu baada ya kufanya ibada kumwabudu Mwenyezi Mungu, kipengele kinachofuata basi ni kuwatii wazazi wawili, basi ni kuwafanyia wema wazazi wawili, lakini kwenye yale ambayo unaweza kuyafanya. Na kuhusiana na wazazi wawili, kuna kisa kimoja cha bwana mmoja anaitwa Saad bin Abi Waqqas. Huyu ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye pia alitetea dini kwa vita. Na huyu Saad bin Abi Waqqas alikuwa ni mjomba wake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alichokifanya Saad huyu, alisilimu baada ya dini kumfikia, basi akasilimu. Baada ya kusilimu, basi habari hizo zikamfikia mama yake. Basi mama yake akamwambia, bwana, nimesikia wewe nimekusikia wewe Saad, wewe umeacha dini yako, umefuata dini ya Muhammad. Kwa hiyo leo nataka unieleze, ni kweli anayosema umefanya hivyo? Basi Saad akamwambia, ni kweli, nimefanya hivi mama yangu. Basi mama yule akamwambia mtoto wake kwamba kuanzia leo hii basi nitakuwa sili chakula, nitakuwa naishi juani tu, nakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, nitakuwa nipo tu juani kwa sababu yako, mpaka utakapoacha dini ya Muhammad na kurudi kwenye dini yako. Basi mama yule hakufanya ajizi, alifanya jambo lile kila siku baada ya siku. Basi Saad akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, bana Mtume, mama yangu amenieleza mimi kwamba kama sitoacha dini yako wewe ya Kiislamu, nikaendelea na dini yangu kule ya Ukristo, basi ataniridhia niendelee na dini ya Ukristo, lakini kama si hivyo basi niache dini yako. Basi mama yule Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajibu swali ila mpaka apeleke wahi kwamba huyu umjibu vipi swala hili, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema waqadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu. Mola wako amehukumu, ameshaandika katika daftari lake kwamba asiabudiwe yote isipokuwa Mungu, lakini pia na wazazi wawili kuwafanyia wema. Sasa kwa nini huyu Saad mama yake amemweleza jambo hili? Je, amtii au afanya nini? Basi akakaa kaishi katika siku, baadhi ya siku, basi Mtume Muhammad akamwambia Saad bin Abi Waqqas kwamba Mwenyezi Mungu anasema wawasaina al-insana biwalidayhi ihsanan, tumemwagiza mwanadamu amtendee wema, awatendee wema wazazi wake. Lakini sasa iwapo watachupa mipaka, iwapo watakwenda tofauti na hivyo, basi la ta'atil makhluqi fi ma'siyatil khaliqi, hakuna toa kwa kumtii kwa kuatii viumbe kwa kumwasi aliyeumba. Kwa hiyo yule ni mama yako ndiyo Saadi, lakini kwenye swala hili la kuacha dini na kwenda katika mipango mingine, basi hilo swala hakuna ruksa ya kuacha dini ya Uislamu na kumfuata mzazi wako. Kwa hiyo tunajifunza nini katika kisa hiki? Wazazi tunawafanyia wema pale ambapo wanatuamuru wema,
Lakini kama wanatuamuru maovu, basi hakuna toa ya kuwatii wao, kwa sababu wale wazazi hawakutuumba. Kwa sababu kiumbe kilichopo tumboni anayekelea ni Mwenyezi Mungu. Wewe unalala usiku, unajuaje kwamba kule ndani Mwenyezi Mungu amekiwekaje kile kiumbe ili nacho kilale, ili kisipate tabu, kisipate madhara? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akazungumza hivyo. Kwa hiyo tumalizia na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema al-ibnu al-barru la yadkhulu an-nar, mtoto mwema haingii motoni. Wal-ibnu al-aqu la yadkhulu al-janna, na mtoto mwenye kuasi wazazi wake wawili, basi huyo haingii peponi. Kwa hiyo tunawatii wazazi wetu wawili, lakini kwenye mambo ya kheri. Hapo anakuambia mwanangu, bwana, mimi ninavyoona, ili uendelee kuwa mwanangu, basi uwe unakunywa pombe, uwe unazini, uwe unadhulumu, basi ndio utaendelea kuwa mwanangu. Kipengele na basi utakuwa sio mwanangu. Kwenye kipengele hicho basi Mwenyezi Mungu ametuamuru tusiwatii wazazi wetu kwa kupitia amri hiyo. Ila huna aqul assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyezi Mungu atubariki kheri inshallah.